vipaumbele vya maisha vya watu wengi vimemzuia Mungu kuwasaidia. Kama kwenye maisha yako kipaumbele ni hela, if in your life your priority, your vision is all about money, tu kipaumbele chako ni pesa, kila ukikaa namna hii unawaza, every time you think, siku moja nitashika hela, one day I'll get money, nitakuwa mtu mkubwa, I'll become a great man, nitafika mbali. I'll reach far. Nataka nikwambie hujajua kitu unataka. Let me tell you, don't know what you want. Hujajua nini unataka. You don't know actually what you want. Jambo jingine, kama kwenye maisha hadi leo, Another thing, if in your life up to today, ukikaa ukawaza unawaza umaarufu ulio mbele yako, when you sit and think, you only think about your own namna utakuja kuwa maarufu, how you shall be popular. Kila mtu atakuwa anakusalimia kwa heshima. Everybody will greet you with a great respect. I tell you, you don't know yet what you want. Na kuambia bado hujui unahitaji nini. Sasa evangelist unamaanisha nini? Now evangelist, what you mean? Utagundua, You'll come to know, kuna kiwango unaweza ukafika ukawa na pesa ukagundua ni ubatili. there is a dimension you shall reach, you shall have money and na kujilisha upepo. That is vanity and feeding wind. Ni wenye hekima watanielewa kitu nafundisha leo. It's only the wise will understand what I'm teaching today. Kuna kiwango unaweza ukafika, you can reach ukagundua heshima na umaarufu, and to know that respect ni and popularity ubatili na kujilisha upepo. You'll come to know that popularity and all this is vanity and feeding wind. Na ndio maana kuna watu ambao hawafungi na kuomba ili wawe na hela na wana pesa. And that's why there are some people who don't fast to have money. Hawafungi na kuomba. They don't fast and pray to have money. Kuna watu ambao hawafungi na kuomba kuwa maarufu. Ni maarufu kila mahali. Some people don't pray and fast to become popular. Suleimani baada ya utajiri wote na heshima zote alizokuwa nazo, Solomon, after all the riches and the honor he had, alikuja kuhitimisha akasema ya kwamba hakika he came to conclude that surely ni ubatili na kujilisha upepo. It is vanity and chasing wind. Ikiwa maono yako ni kuja kupata hela peke yake, if our vision is only to have money, alafu and then what next? Ukishapata hela alafu after you get money, what next? Mwambie jirani yako, ikiwa maono yako ni hela tuje ushike alafu. Tell your neighbor, if our vision is only to have money, what next? Haya, muulize, ikiwa maono yako ni kuja kuwa tu maarufu alafu. If our vision only to be popular, what next? Mchungaji mmoja alikuwa anahubiri mahali fulani, anapambana. One pastor was preaching in a place. Kahubiri kamaliza akawa anasema watu wachangie sijui nini He preached, and after preaching he asked people to contribute to something. Mmoja akatoka akasema natoa bilioni moja. One of them came and say, I'm going to give 1 billion. Mchungaji akapiga sarakasi akafunga na ibada kabisa. So the pastor made some acrobatics and he closed the service altogether. Umenisikia nilichosema? You hear what I'm saying? Walikuwa wanazoea 100,000, 200,000. Sasa akaja mmoja akasema bilioni moja. One came and said, umesema bilioni moja. Akaweka microphone chini kwanza. He put the microphone down. Akapiga sarakasi, aliposhika tumemaliza ibada, tutakutana wiki ijayo. He so much sort and say, we have finished the service, shall meet next week. Kuna kiwango cha maisha utafika, you shall reach a certain dimensions of life, ambacho utagundua fedha ni ubatili na kujilisha upepo. That will come to learn that money is only vanity. Kama hujafika hapo bado unasumbuliwa na roho ya umaskini. If you have not reached that dimension, you are being troubled by poverty. Kuna kiwango cha maisha utafika, there is a level of life utagundua ya kwamba umaarufu na heshima, you'll come to know that popularity and honor ni ubatili na kujilisha upepo. That is vanity and chasing. Ukishafika hapo sasa, kama kipaumbele chako kilikuwa ni pesa, when you reach there, if your priority was money, kama kipaumbele chako kilikuwa ni umaarufu, if your vision was popularity, una sababu tena ya kuendelea kuishi. You have no reason to continue living. Inabidi ufe. You are supposed to die. Maana umeshatimiza maono. Because you have accomplished your vision. Sasa kama hivyo sio vipaumbele, so if this is not your vision, kipaumbele ni nini? What is the priority? Utagundua kipaumbele ni kimoja kikubwa. You'll come to know there is only one major priority. Na haya ndio maono ya kila mwanadamu Mungu aliyomleta chini ya jua. And this is the vision for any person who God brought under the sun. Awe msaada kwa mtu mmoja. Should be a helper to one person. Unajua tunapoweka malengo ya kimaono, do you know when you put the priorities about your vision, we are excluded ourselves. So tunajitoa sisi wenyewe. Vision is not for you. If your vision is yourself, you are dead. Kama maono ni kwa ajili yako, umekufa. Visions is not for you. Maono sio kwa ajili yako. Na ndio maana maisha hayana maana kama hujawa msaada kwa mtu mwingine. And that's why life is meaningless if you have not become a helper to another person.
visions is not for you. Maono sio kwa ajili yako. Mimi niko hapa na wahudumia, nasimama sawa sawa na Mungu alivyoniweka. I'm here, I'm serving you, I'm doing according to the way God established. Hata siku nikilala nikaondoka. Even the day I sleep and go out. Lakini watu wataendelea kuja hapa kanisani. But people continue coming to wataendelea church. kuabudu. They'll continue to worship God. Wataendelea kumtafuta They'll Mungu. continue to say It God. was not just for me. Haikuwa tu kwa ajili yangu. It's for others. Ilikuwa ni kwa ajili ya You watu will wengine. know that you are serious in your vision if you have something for someone. Utajiona uko makini katika maono yako kama unaangalia juu ya mtu mwingine. Kama una kitu juu ya mtu mwingine. If you have something for another person. Mungu amekuumba wewe unanitazama hapa. If God ever created you, ili uje uwe msaada kwa mtu mmoja. in order to become a help to another person. Kwa hiyo mtu anayewaza kuanza maono yake, anayewaza kusimamia maono ambayo Mungu amempa, So if any person think about to stand by the vision God has given him, atagundua ya kwamba si tena kwa ajili yake, you'll come to discover that it's not only for ni their kwa ajili ya mtu mwingine. it's for another person. Ndio maana Yesu akatoa mfano akasema, And that's why Jesus gave a parable saying, akaweka wazi akasema, he made it wazi kabisa, openly, ya kwamba hakuna mtu mwenye upendo kama huu that there is no such a great love, wa mtu kutoa uhai wake that a person to give out his own kwa life ajili ya rafiki zake. for the sake of Wewe friends. unatoa nini kwa ajili ya watu? What do you give out for other people? Inatafsiri una maono gani? That interpret what kind of vision you have. Unafanya msaada namna gani kwa watu? How do you help other people? Itatafsiri una maono gani? That will show your vision. Sasa Bwana akaniambia hivi, The Lord told me this. wewe kuwa na imani peke yake You having faith alone, wakati hauna utayari wa kuwa msaada kwa but you are mtu, not willing to be a helper to another hiyo person, imani yako haina faida. that your faith has got no Yani profit. wewe jumlisha na imani, wote hamna faida. That means you plus your faith, you are nothing. Yani kama uko hapa unanisikiliza, That means if you are here and you are listening to me, ama unanifuatilia kwa mtandao, or perhaps you are following me on Mungu media, amekuweka uwepo God has created you to ili be uwe msaada kwa mtu mmoja. a helper for one Hiyo person. ndio sababu ya wewe kuwepo. That's the main reason for you to be Sasa here. akaniambia hivi, And he told me this. watajie makundi ya watu 7 Mention 5 groups of people ambayo nimezificha baraka zangu ndani to yao, whom I've hidden my blessings in na them. wanapaswa kuwa baraka kwao. They are supposed to be blessings to them. Andika makundi 7 Right? 7 groups yanayonilazimu that forces me kuwa msaada kwao. to become a helper to them. Kundi la kwanza The first group, ni watu unaoweza kuwasaidia wasicho na cha kukurudishia. the people whom you can help, they have nothing to return back to you. Yani ni watu ambao hawana uwezo wa kurudishia These are people who are not able to return to you yale ambayo umewafanyia. the kind of things you've done to them. Yani unamsaidia mtu, That means you are helping somebody, unatoa kwa mtu, you are giving it to somebody, unafanya kwa mtu you do it to ambaye somebody. kwa kweli The person is sure, hata akijikusanya miaka 100 no matter how long it take to gather himself, hawezi kurudisha even ulichofanya. 100 years, he cannot return what Iko he did to you. baraka maalum. There is a special blessing. Nataka nikwambie, I want to tell you, tukikufundisha kuwa na imani na hujaamua kuwa msaada kwa watu, huna faida. if we teach you to have faith and not willing to be a help to another person, Utaamini utajenga, you will believe you shall build, alafu utajenga, and then you shall build the utatenga house. ndugu zako. Utaamini utainuliwa ofisini, You believe you'll be promoted in the office. na kweli Mungu atakuinua kwenye hiyo ofisi. God will promote you. Ukishafika kwenye hiyo ofisi, After you are utaambia promoted, mtanijua, You tell them now you nilikuwa come na to know. ngoja nikae I hapa was waiting for this title, ili niwakomeshe. so I have to deal with Imani you. yako ina faida? Haina faida. Does your faith have profit? Mungu anataka vitu anavyoviachia kwenye maisha yako, God wants the kind of things He leads vitu to life, utakavyovipokea kwenye maisha the yako, things you receive in your life. nawe ukawe faida na msaada kwa watu wengine, ndipo utamuona na yeye anakusaidia wakati wa shida You zako. go and be a prophet and help other people. Mungu anataka nikwambie, God wants me to tell you, imani, faith. kama hutakuwa msaada kwa watu wengine, If you will not be a helper to another hauna person, faida. you will have no profit at all. Na ndio maana maono And that's why vision sio wewe, is not you. maono ni watu wengine. Vision is other people. Ukiona una msukumo, Mungu unasikia kuinuka, alafu unaona watu wengine, unaona taifa, unaona Afrika, unaona dunia, una maono, lakini kama unaona wewe tu, unaona umekufa. If you have a drive, but in that drive you see people, you see nations, you see other people, and that is to say you have the vision. But if you don't have that consideration,
then you are dead. You have no vision. Maono sio wewe. Vision is not about you. Niwaambia maono ni imani ya Mungu kwa mwanadamu. I told you vision is the faith of God towards man. Yani kile Mungu ambacho angekuja kufanya hapa duniani amekukaimu wewe uje ufanya. That which God will have to come to do on earth. Amekukaimisha wewe. Has commissioned it to you. Kama kuna mwanafunzi mmoja alitakiwa pale chuo kikuu ashindwe chuo kikuu, akakukaimisha wewe akakuweka hapo chuo kikuu. So if one student is supposed to fail, alafu unfortunately wewe umekaa hapo uelewi, unakuwa ndo sababu ya yeye kukwama. Unfortunately you are there and you become a reason for him to be discontinued. Sehemu yoyote Mungu aliyokuweka, any place that God has established, wewe na hakika amekuweka kulingana na maono alionayo na eneo hilo. Be assured you are established according to the vision in that area. Na watu watakao waleta kwenye njia yako ni watu ambao hakika yake anategemea watapata faida kwa kuwepo kwako katika eneo hilo. And the people that God will bring into a way, surely is assured that. Kundi la pili, the second group, ni wale watu wanaokuchukia. These are people who hate you. Kuna baraka maalum, there is a special blessing, imefichwa kwa wanaokuchukia. Is hidden within people who hate you. Yani kwa hiyo lazima uwafanyie kitu wanaokuchukia. So you must do something to people who hate you, ili upokee kutoka kwa, in order for you to receive from God. Si Biblia inasema watendeeni mema wanaowaudhi? The Bible says do good to those people who offend you. Ni sawa si sawa? Is that okay? Wale unaojua wanakuchukia, the people you know they hate you, wanafanya vita na wewe. They do war against you. Wengine ni wapangaji wenzako hapo. Some were called renters. Yani wanavurugu wamejaa namna hii, kila wakikuona, unajua kuna mtu ukimwangalia unaona sura yake sio ya jana na juzi. You know there are people look at them, you know their face like not like yesterday. Washirika wengine wao tunawafundisha makanisani huku, baadaye wanageuka wanatushambulia. Some other members we teach in the church, later they turn back and they attack us. Wanakusema vibaya. They gossip against us. Wanafanyeje? They backbite us. Lakini una kazi ya kufanya. But we have a work to do. Kundi la pili ni la muhimu, na Bwana aliniambia niwakumbushe wa Tanzania. This second group is very important. The Lord said they should remember. Ili imani yako ikawe ni imani yenye faida. So as your faith can be profitable, lazima ukazingatie kundi hili. You must consider this group. Wale watu wanaokuchukia. The people who hate you. Unajua kabisa wanakuchukia. You know for sure they hate you. Mungu amedesign mioyo ya wanadamu katika kiwango ambacho they can discern quickly. God has designed the heart of man. Mtu unakutana naye siku moja hapo unasema moyo wangu unaendana naye kabisa. Unaweza kutambua haraka. Yaani unakutana naye wala hajaongea na wewe, alikuwa anaongelea kule mbali. You meet a person the first time. Kama ni microphone alikuwa ameshika namna hii. Lakini kuanzia kule nyuma ukasikia huko ndani, but from afar inagoma. You reject someone just from inside by instinct. Na ndio maana ni wenye hekima peke yao huwa wanaachaga, wanaenda zaidi ya kuchekewa usoni kupima wenye upendo. And that's why it's only the wise people who go beyond the smile. People can laugh. People sometimes even they can cry. Siwezi kuishi bila wewe. Wanaweza kalia, I can't live without you. Mtakufa. I'll die if I live without you. Lakini nadhani kuambie, but I won't tell you. Hajui hata upendo ni nini. He does not know what love is. Watu wanaweza wakasusumuka. People can be emotional. Mimi nimekutana na watu ambao walikuwa wanaweza wakasisimka mpaka wanatetemeka. Wewe ni mtu wa Mungu kabisa. I met people who could jump up and down until they tremble. You are the man of God. Ukicheza unaweza kusema nimepata kondoo. If you don't joke and think you have got sheep. Kumbe ni mbwa mwitu. But that's a wolf. Mkali mwenye njaa. Wenye hekima hawaishi tu kuangalia watu hapa ni reception. The wise people don't just look at people's faces. Mwambie yani yako hapa ni reception hapa. In the face is only a reception. Reception kuna waga videoito wanakupokea kwa bashasha, si ndio? At the reception, you know. Nenda chumbani moyoni huku. Go back deep to the room in the heart. Na ni rahisi sana kwenda moyoni kwa wanadamu. And very simple to go to the heart. Ni kusikiliza maneno yao tu. Is to listen to their word. Wala hahitaji kufunga na kuomba. Does not need to. Ukiona umekutana na mtu siku moja, usoni anakuonyesha anakupenda, anakuchekea. Lakini kuanzia mwanze kuongea mpaka anamaliza anasema ubaya wa mtu mwingine, kimbia. But from the first time we begin talking, he's talking about bad things about another person. Run away from the person. Anaongelea ubaya wa mtu. Is only talking the evil about the person. Huko alipotoka. Where he comes from. Huyo mtu alichomfanya. Na kuambia saa ile ndio Mungu anaufunua moyo wako, moyo wake ndani yako. Sasa usipokuwa makini sema okay, nipe mwaya, nipe. God is revealing his heart. Niambie yote. Not careful. Mungu anasema ukentondo kwa kusuruma.
Mungu anasema wewe ni mjinga ukajificha. God says you are a fool and you hide yourself. Ni rahisi sana kujua mioyo ya wanadamu. Very simple to know the hearts of Sio men. kwa sura. It's not by face. Mioyo ya wanadamu inajulikana kwa maneno yao. The hearts of men are known by their Tena sio yale hearts. ya hekima waliojipanga, wakati ambao hawajajua hata kama kuna Not mazungumzo. wise words, but those words which come subconsciously. Biblia inasema The Bible says watu husema yaliyojaza mioyo people yao. speak of things that are filled their Kai! Mimi Mungu aliniambia ukiona mshirika anakuja kanisani kwako anaongelea ubaya wa mchungaji mwenzako kuanzia mwanzo mpaka mwisho, jua ya kwamba unampokea hatari, God told unapokea me, chui. if you receive a member in our church, Hata kama alifanywa mabaya you huko, receive huwa a leopard. namuuliza kilichofuata. Je, mazuri ni yapi? Even if there were bad things where it comes from, I ask them, what are the good things from that place? Walisema kweli mabaya, walikufanya mabaya. Je, mazuri waliosema, waliokufanyia mazuri ni yapi? Surely they did evil against you. What Watu are the things? wanasema yaliyojaza mioyo yao. People speak of things that fill their hearts. Ili uwe mwenye hekima, sikiliza maneno yao. Ukisikiliza maneno yao, utajua mioyo yao. In order for the Utajua wise mioyo yao. people, listen to their words, you'll come to understand their hearts. Kwa hiyo wale ni watu wanaokuchukia na unajua These wanakuchukia. are the people who hate you and you know they hate you. Kuna baraka maalum imefichwa ndani yao. There is a special blessings hidden inside Ukisikia them. wanaumwa, When you see they are sick, usishangilie ukasema don't celebrate wafe. when they are sick. Don't Wajue celebrate na that. Mungu Bwana. Don't celebrate when they are sick. Wajue mimi ni kuhani. They should know I am a Wewe priest. ni mgonjwa. You are sick. Kama wamelazwa, If they are admitted in wewe hospital, nenda wasalimie. if they are admitted, go and greet them. Una mkate wape. If you have a bread, Hata kama watatupa, give them. Even if they throw out, cha msingi uwe makini. the most important is be careful. Wasikupe vitu ukala, maana utakufa. They should not give you things to eat, surely. As long as unajua As long as you ni know, maadui hawakupendi. these are the enemies, they hate you. Tunaweza kuombea hata leo hapa na kuna watu Mungu atatendea miujiza. Ule muujiza hauna maana kama utakufaidisha wewe au utafaidisha We watu shall wengine. pray for miracles today, and if that miracle is only profiting you, it's not profitable unless it helps another person. Zile hela hazina maana That money has got no meaning. kama zitakufaidisha wewe na hazitafaidisha mtu If mwingine. the money will only profit you, Kile cheo person, ulichoamini ukapokea that title will be hakina maana is kama meaningless kitakufaidisha wewe if it's only profit you na wengine wasifaidike. And not Mtu others. yoyote mwenye imani asiye msaada hana faida. any person with faith without help, that is a person without any profit. Ndio maana nitakaa hapa kwa sababu nina imani, nikikuombea unapona, nitakwambia lete milioni. And that's why I'm here, because of faith. I'll pray for you Lete to heal, milioni ili nikuombee upone. and I tell you, give 1 million to pray for you. Sina faida. I am profitless. Kwa hiyo akija ambaye anayo milioni hataombewa. So if there comes a person that 1 million, it won't be prayed for. Akija ambaye ana hela hataombewa. If a person has no money, will not be prayed for. Sina faida ya imani nilionayo. I am profitless about the faith I'm having. Na Paulo anasema hizo karama mlizopewa ni kwa ajili ya kufaidiana ninyi kwa And the ninyi. Apostle Paul is saying the gifts you have received is for help each other. Kundi la pili The second group, ni kundi la watu, nimesema la pili, it's the la group watu of wanaokuchukia the second group, the group of people who na hate you, unajua ya kabisa and you wanakuchukia. know for sure they hate you. Iko baraka imefichwa There is a blessing na una hidden kitu cha kufanya. inside of them.